Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awwalu ma nastaftihu maqala bidhikri alhamdi rabbina ta'ala wa nas'alu Allaha lana al-i'ana fima tawaffayna min al-ibana. Thumma salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, mutabi'una al-a'izza, ikhwani, ndugu zangu, biidhnillahi subhanahu wa subhana. Ama leo ninakuletea faida kwa utukufu wake subhanahu wa ta'ala, faida ambayo itakayo kusaidia katika maisha yako ya sasa na baadaye. Ama leo hii, ikhwani, ndugu zangu, mada yangu leo hii tunasema a'rad sihr al-fashl fi jawanib shakhsiyya. Mada yangu leo hii ni mada ambayo inasema namna gani utamjua mtu ambaye alirogwa uchawi wa kufelisha katika mazingira ya kawaida tu ya mtu binafsi. Allah tabaraka wa taala anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim kwamba alam a'had ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Hivi sijakuahidini enyi wanadamu, achaneni na huyo sheitani, msimwabudie sheitani, kwa kuwa sheitani ni adui kwenu wa waziwazi. Lakini pia Allah tabaraka wa taala anasema innama yuridu shaitana an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, kwamba anachokitaka sheitani kwenu ninyi ni kuweka uadui na bughdha baina yenu ninyi wanadamu. Na moja ya bughdha za sheitani kwetu sisi ni matendo ya kichawi. Matendo ya kichawi ambayo sheitani kwetu sisi ndiye amekuwa ni mwalimu kwa mwanadamu, kumfundisha chawi ya kuweza kumdhuru mwanadamu mwenzake. Kwa mwanadamu naye akajifundisha chawi, na chawi hizo akaweza kuwa anazitumia kumdhuru mwenziwe. Na haya mambo Mwenyezi Mungu ameyakataza sana na ameyakanya sana. Watu ambao wenye kutumia chawi, wenye kujifundisha chawi, basi watakumbana na adhabu kali ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametuonya sana wanadamu ya kwamba tujitenge mbali na mambo saba yenye kuangamiza. Miongoni mwa mambo saba hayo ni uchawi. Sasa leo kwa mada yangu nitaongelea sihr al-fashal fi jawanib shakhsiyya, uchawi wa kufelisha katika mazingira ya kawaida tu ya mwanadamu, ya ule mwanadamu wa mtu mwenyewe. Nini kinachofanyika mwanadamu huyu anakuwa katika mazingira ya ajabu ajabu? Uchawi huu umekuwa na matatizo makubwa sana, unaomfanya mtu akashindwa kufanya shughuli zake, mtu akashindwa kufanya kazi zake, mtu akashindwa kuimiliki ndoa yake, mtu akashindwa kufuatilizia na kuitunza familia yake, mtu akashindwa kuheshimu wazazi wake, mtu akashindwa kuwatunza ndugu zake, mtu akashindwa kuzithamini mali zake, na mambo mengi sana ambayo mwanadamu huwa yanamzunguka katika maisha yake ya kutwa nzima. Watu huwa wanaroga chawi za namna hiyo. Utamkuta mtu yupo tu, hajui mke amekula nini, amevaa nini, hajui baba amekula nini, amevaa nini, hajui mama yuko wapi, hajui watoto wako wapi, hajui. Yani hivyo inakuwa ni vurugu, ni mtu chizi sio chizi, mwenda wazimu si mwenda wazimu, ni mtu ambaye anajifahamu lakini anakuwa anashughulika na mambo yake, kama kulewa ni kulewa tu mwanzo mwisho.
Kama ni kukaa vijiweni, atakaa vijiweni tu mwanzo, hawazi hata kutafuta kazi, hawazi hata kufanya nini. Hii inaitwa ni sihr al-fashal fi jawanib ash-shakhsiyya. Katika mazingira tu ya kimwanadamu utamtambua huyu mtu kwamba amepigwa chawi. Lakini sasa kulingana na muda na siku hii ya leo, biidhnillahi tabaraka wa taala, kwa leo biidhnillahi tabaraka wa taala, tunasema utamtambuaje mtu aliyerogwa uchawi kufelisha maisha yake mazima? Utamjuaje? Au wewe mwenyewe utajijuaje kwamba mimi katika maisha yangu haya nilionayo ni dalili tosha kwamba mimi nimeshakwisha fanyiwa chawi hizo? Mwanachuoni, na mimi leo nitanukuu tena mwanachuoni huyu akielezea uchawi wa aina hiyo, dalili za kuweza kumtambua au za kujitambua wewe mwenyewe kwamba umepatwa na uchawi huo. Ama dalili ya kwanza tunasema, yatafakharu almashhuru bilfashal bi annahu dhakiyin jiddan wala yastati'u ahad at-tafkir mithla wa annahu ya'rifu kulla shay'in aw 'aks tamaman annahu ghabiyin wala yastati'u at-tafkir. Hii ni dalili ya kwanza ya kujitambua wewe mwenyewe au kumtambua mwenza wako kwa mazingira halisi anayoishi nayo, kujua kwamba huyu amerogwa si bure, ndugu yetu huyu amerogwa si bure. Moja ya dalili ya kwanza, yeye mwenyewe aliyerogwa, huyo mnemdhania kwamba karogwa, au wewe mwenyewe unajiona kwa maisha yako yalivyo, mimi nitakuwa nina walakini. Moja dalili kwamba unajiona kwamba wewe ni mtu mwenye kujifakharisha. Unajifakharisha kwa vipi? Kwamba wewe ni mtu mwenye akili sana na ni mtu ambaye una fikra na mawazo mazuri na makubwa na mapana, na unahisi watu wote hawana fikra kama jinsi unavyofikiria wewe, hawana mawazo kama ulivyokuwa na mawazo wewe, na wala hakuna mtu ni mjuzi kuliko wewe. Jamani, mkimwona mtu wa namna hiyo nyumbani kwenu, katika familia yenu, katika jamii yenu, jueni kwamba huyu mtu amerogwa uchawi wa kufelisha maisha yake. Hasikii ushauri wa mtu, hapendi ushauri wa mtu, hasikii mawazo ya mtu, hapendi mawazo ya mtu, fikra za mtu mwingine, bali mawazo yake, fikra zake, mitazamo yake, yeye ndio sahihi kuliko mtu mwingine yoyote katika dunia. Nakumbuka pia anapokuwa katika hali hiyo, bado mtu huyu hali yake ni ngumu. Sio kwamba tena kuwa katika mawazo hayo ya kujiona kwamba yeye ni bora kimawazo, kifikra, kimtazamo, kwamba ana mali, ana pesa na nini. La, anakuwa katika hali hiyo ya kimtazamo kwamba misimamo yake hiyo, lakini bado ni mtu ambaye ana hali mbaya kwelikweli. Huyu tambueni kwamba amepatwa uchawi wa kufelisha maisha yake. Ama kitu kingine tunasema, dalili ya pili ya mwanachuoni huyu anasema uchawi unawapata watu kwa kufelisha maisha yao kwa ujumla. Dalili ya pili tuweze kumtambua mtu huyu, anasema yakunu almashhuru bilfashal daima alistima'i ila nasaih alashkhas alkhata'i. Mara nyingi sana mtu huyu yeye huwa mawazo yake, fikra zake, mitazamo yake, na hata wale wanaoshirikiana nao ni wale watu wenye fikra finyu, mitazamo potofu. Ndio huyu ndugu yenu unakuwa unashirikiana nao, au ndio wewe unakuwa unashirikiana nao. Jitafakari wewe mwenyewe, marafiki zako ni wa namna gani? Ni watu wenye kupenda maendeleo au ni watu wenye kushinda vijiweni? Mawazo yao unayochukua kutoka kwao ni watu wenye mawazo ya kimaendeleo kama jinsi wao wanavyokuona maendeleo, au ni mawazo unayopata kutoka kwao hali ya kuwa hata wao wenyewe wako chini kimaendeleo? Hii ni dalili ya kutambua kwamba wewe umepatwa na uchawi wa kufelishwa mambo yako, ya kufelishwa maisha yako. Biidhnillahi subhana, zawadi hii nimekuletea, nayo itaendelea kukufanyia mambo mazuri katika maisha yako, kufungulia vifungo vya kichawi katika maisha yako, kufungulia vifungo vya kishetani katika maisha yako, kukufungulia minyororo ya kishetani katika maisha yako, kufungulia minyororo ya kichawi katika maisha yako, na ubakie ni mtu huru unayetumia akili yako na mawazo yako kuendesha maisha yako, na badala kutumia maisha au mawazo na fikra za kishetani katika moyo wako, na
akili yako na kuacha kuwa katika misingi iliyokuwa mizuri. Ama dalili ya tatu ya uchawi huu wa kufelisha maisha ya mwanadamu, yasiende yasiwe kabisa, yaani wewe vururu tu, subhanallah. Dalili ya tatu tunasema yakunu tafkiruhu qasirul maddi, kwamba mtu huyu kwanza fikra zake zinakuwa ni finyu, yani fikra zake hazina ule upeo wa mbali. Ndio mtu huyu mara nyingi anakuwa hivyo, yani yeye anaangalia tu ni hapa hapa, madam sina nauli ya kutoka kwenda kutafuta kazi, basi mimi siendi. Madam labda kazi imepatikana sehemu fulani, mimi siwezi kutembea kwa mguu mimi. Yani anakuwa na vile vitu ambavyo havina maana katika maisha, wala hata hoja maalum ya kuweza kumjulisha kwamba huyu kweli ameshindwa kwenda kufanya jambo lile lenye maana kwa sababu hii. Hana hoja. Anakuwa na hoja za fikra zilizokuwa finyu zaidi. Hana fikra ndefu za mwelekeo wa mbali. Hiyo ni dalili mojawapo, ni dalili ya tatu. Ama dalili ya nne ya mtu aliyerogwa uchawi kufelisha maisha yake, tunasema yatajahalu li ashiya'i almuhimmi amaliha fi hayati wayanjihu nahwi al-ashiya'i ghayr al-mufid, kwamba mtu huyu kwanza anatajahal, anakuwa na ujinga, anatia ujinga katika mambo ambayo yangeweza kumnufaisha. Kwa anakuwa na ujinga katika mambo ambayo yangeweza kumnufaisha, analeta ujinga ndani yake na kushindwa kuyafanya mambo yale. Lakini wakati huo anakuwa anapupia sana katika mambo ambayo yasiokuwa na faida na yeye. Hiyo ni dalili ya kumjua kwamba huyu ndugu yetu amepigwa chuma cha kichawi cha kufelisha maisha yake. Ama dalili ya tano tutasema yakunu almashhuru bilfashali intikaliyat wa faqidan lilmatmuh. Mtu huyu anakuwa kwamba ni mtu tu wa kufeli muda wote. Kila anachokifanya yeye anafeli. Kila anachokifikiria yeye anafeli. Kila anachokipanga yeye anafeli. Kila anachoahidiwa au anachoahidi kinafeli. Kila anachokifikiria kinafeli. Yani yeye ni mtu wa kufeli maishani mwake. Hakuna kinachonyoka kwake. Apange anachokipanga hakiendi. Ahidiwe kinachoahidiana haviwi. Huu ni mtu wa kufeli. Kwa hiyo moja ya kumnusuru mtu huyo ni dawa hii ya kumuondoshea kufeli, uchawi wa kufelisha katika maisha yake kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Ama dalili nyingine ya sita tunasema yakthuru almashhur bilfashali min ikhtilaf al-a'dhar al-taghtiyah al-fashal. Mtu huyu aliyerogwa mara nyingi sana anakuwa ni mtu wa kufelifeli, kwamba kwa kushikamana na vitu ambavyo visivyokuwa na maana kwake na hadi kumpelekea kuweza kufeli maisha yake. Dalili ya saba ya kufelisha maisha tunasema la yahtarimu almashhur bilfashli dhatihi fi kathiri min alahyan bal yasifu nafsahu bilghaba walfashal bal bilfasad. Ni kwamba huyu mtu anapokuwa katika hali hiyo, kwanza huyu aliyerogwa uchawi huyu si mtu ambaye mwenye kuheshimu dhata, yani kuheshimu ile dhati yake yeye kama yeye, yani kujiamini. Kiswahili kifupi tunasema kujiamini. Anakuwa hajiamini katika mambo mengi tu, hajiamini. Akitaka kuoa hajiamini, utamkuta anasema nitamlisha nini mimi mke, vitu kama hivyo. Acha hiyo kutaka kuoa, hiyo kwenda kumkhatibu huyo mchumba mwenyewe, kwenda kumweleza mchumba kwamba mimi nahitaji ni kuoe, ni mtu anayetetemeka namna hii. Hata huyo binti mwenyewe anaweza kumuita na hata kuongea asiweze kuongea, mdomo unakuwa umejaa zege na miguu inamtetemeka, moyo unamwenda mbio kweli kweli na pa. Anakuwa ni mtu ambaye asiamini dhati yake. Ni mtu ambaye asijiamini hata kama akienda kuomba kazi. Anakuwa ni muoga kweli kweli, mimi nitafanikiwa au sitofanikiwa. Ni mtu ambaye anakuwa hajiamini katika hata mambo yake anayoyafanya, hajiamini. Licha hata ya mambo yake, yeye mwenyewe kujiamini katika muonekano wake, uwepo wake katika jamii, anakuwa hajiamini. Hii ni dalili mojawapo
ya mtu kumtambua kwamba huyu amerogwa uchawi wa kufelisha maisha yake. Ukiyagundua hayo, lazima uweze kupata, ni vyema uweze kupata dawa hii mjarabu kabisa ya kuweza kuondoshea hali hiyo na ukabakia katika tashkhisi yako iliyokuwa nzuri, yani ule umurua wako, utu wako, na kuweza kuendesha maisha yako bila tatizo la aina yoyote. Ama dalili nyingine ya kujua kwamba umerogwa uchawi kufelisha, dalili ya 8 tunasema nisyani sari'i likulli ma huwa muhim. Ni mtu kuwa na sahau sana, anapoteza kumbukumbu sana, hata kwa yale mambo ambayo kwake ni muhimu anasahau sana. Hiyo ni dalili ya kujua kwamba umerogwa uchawi kufelisha maisha. Ama dalili ya 9 tunasema khumulu shadidi wa raghabati fi an-nawmi bi istimrari wa khususan awqat al-amal au as-sala. Ni mtu, dalili ya 10 ni mtu kupata khumulu, yani ile kuchoka, yani mchoko, kutokupenda, yani yale mambo yako, kazi zako. Lakini wakati huo ni mtu ambaye mwenye kushikwa na usingizi wa mara kwa mara, hata kama unapokuwa katika kazi zako, biashara zako, mtu unakuwa mvivu tu, unatamani tu ulale, hata kazini usiende. Ni vitu vya namna hiyo. Hiyo ni uchawi wa kufelisha maisha yako. Tambua umepatwa na tatizo hilo. Lakini pia dalili ya 10 tunasema yamilu almashuru bilfashali ila karahiyatin kulla shay'in mufidu lahu kaziwaji wal amali wal alaqat alijtimaiya wa safar. Kwamba mtu huyu aliyerogwa uchawi wa kufelisha maisha yake ni mtu ambaye anakuwa na dalili kama hizi zifuatazo, kwamba anaelemea sana katika mambo ya karaha, ya kumkera yeye mwenyewe na hata ya kuwakera jamii, na wala haelekei katika mambo ambayo ni ya faraja na furaha. Lakini pia kullu shay'in mufidu la, na kila kitu chenye kuwa na faida kwake yeye ni mtu ambaye mwenye kuyakwepa mambo hayo. Akasema kazi waji, kama vile kuoa. Mwambie aoe, anakuambia mimi bado nipo kwanza, mimi bado nipo sana, wa kuoa nitakuwa mimi. Kwani hao wanaooa na mapembe? Lakini kumbe haya anayafanya si kwa nia yake, maskini ya Mungu. Na hata wale wanawake wanasema mimi kuolewa niolewe nini? Huyo aliolewa maisha yake pengine hata mimi namzidi. Hujakaa sawa, wala hilo jambo halijakaa sawa. Hiyo ni dalili za kupigwa chawi hizo. Kwa hiyo mwanachuoni akasema kama vile kuoa, mtu anakuwa haoni umuhimu. Lakini pia kufanya kazi, hata kufanya kazi anatamani alale tu ndani, na hata kama akienda kazini ni mtu wa kuchoka, na hata kazi yenyewe haifanyi katika kile kiwango kinachohitajika. Na hata ile alaqati, zile mjumuiko wa jamii, ule muungamano wa jamii na mshikamano wa jamii anakuwa hanao mtu huyo. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya kumjua kwamba amepatwa na uchawi wa kufelisha maisha yake. Ama dalili ya 11 tunasema yafqud almashhuru bilfashal thiqati fi nafsihi wa man thamma shu'uru bi annahu laysa lahu qima wala faidatan fi almujtama'. Yani mtu huyu anakuwa na wasiwasi sana. Mwanachuoni anasema anakosa huyu aliyerogwa hali ya udhibiti wa nafsi yake mwenyewe, lakini pia kujihisi katika jamii kwamba hana hadhi ya kukaa sehemu fulani, hana hadhi ya kuchanganyika na jamii fulani. Utamkuta ni mtu wa kujitenga yeye peke yake. Hiyo ni dalili ya kujua kwamba huyu amerogwa uchawi wa kufelisha maisha yake. Lakini dalili nyingine tunasema tafkiri fi idha'i nafsi bikulli tarq wal maili ila al-intihari, kwamba ni mtu anakuwa anafikiria tu maudhi tu, mambo ya magomvi, na wala hafikirii hali ya kuweza kuyaepuka matatizo na kukaa aliyekuwa ni mtu aliyekuwa ni salama kabisa. Lakini pia hali hizi zinaotokea, kuna mambo mengi sana yanayotokea waja wa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, na ndio maana na mimi leo nakuletea faida hii ya dawa hii muhimu sana ya kuondosha minyororo yote ya kichawi, ya kishetani, vifungo vyote vya kichawi na vya kishetani ambavyo vinapelekea wewe kufeli katika maisha yako. Kwa uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atatuongoza wote biidhnillahi subhana. Ndugu zanguni, nipende kukuambieni ya kwamba haya ni yangu nimekufikishia
na nimeanukuu kutoka kwa wanawazuoni waliobobea sana katika utafiti wa matatizo yanayowapata watu waliorogwa maishani mwao na kuwafanya kuwa katika maisha yaliyokuwa ni magumu pasina wao wenyewe kujitambua. Kwa hiyo jifikirie wewe mwenyewe na mfikirie ndugu yako akiwa na tatizo hili, au wewe mwenyewe ndio mwenye tatizo hili. Jitahidi uweze kupata nusura yake Allah tabaraka wa taala. Hii itaenda kuondoshea mambo yote ya kufeli katika maisha yako. Unatafuta kazi hupati, unatafuta mke hupati, unatafuta mume hupati, unatafuta sijui mali hupati, wewe sijui ni mvuvi, ni mchimba madini, sijui na nini, au hata uko hivi katika maisha ya sasa, unapambana katika maisha yako hupati, wewe unakuwa mpato na uchawi wa kufelishwa maishani mwako. Biidhnillahi tabaraka wa taala, hii ni nusura yake subhana, na mimi nimekufikishia. Ikhwan, ndugu zangu, kabla sijakuaga, nipende nikwambie hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze mara moja. Hapo mimi na wewe tutakuwa ni wana familia wa channel yetu hii pendwa, na tutaendelea kupata mengine yaliyokuwa ni mazuri inshallah. Niseme dumtum fi riayati llahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.